Hivyo basi ni rahisi mno ukinunua product ukaiscan na kuangalia pH husika ya hiyo product. Maana yake ni kwamba kama utachukua product ambayo either ni toner ama ni cleanser ama ni moisturizer, unatakiwa ukumbuke kwamba hizo zote pH yake inatakiwa irange kuanzia 4.5 mpaka 5.6. Maana yangu ni kwamba endapo product baada ya kuscan ikakuletea pH yake ni below ya 4.5 ama ni above ya 5.6, manake hiyo product inaweza ikawa sio salama kwa ajili ya ngozi yako. Na endapo utachukua au unakwenda dukani kununua product ambazo zina beta hydrox pamoja na alpha hydrox, pH zao zinatakiwa ziwe low kuanzia 3.2 up to 3.9. Kuanzia 3.2 up to 3.6, hata ikifika 3.9 sio mbaya. Hivyo basi kama utanunua product ambazo zina strong exfoliation, zinafanya strong exfoliation na pH zao either zikawa ni below ya 3.2 au zikawa above ya 3.9, basi hizo product zinaweza zisiwe salama katika ngozi yako. Utajuaje sasa? Product ambazo either zina pH ya chini zaidi ama ya juu zaidi kulingana na kiwango husika cha product husika, inaweza ikakuletea madhara kama yafuatayo. Moja, unaweza ukapata reaction ya ngozi ambayo ikakupa redness ya muda mrefu, yani ngozi inakuwa na wekundu. Mbili, ngozi yako itababuka na kuonekana kama imepigwa na jua. Lakini baadhi ya reaction huifanya ngozi yako iwe na muwasho wa kudumu na wa muda mrefu. Kitu kingine pia, ngozi yako itafanya iweze kuwa na breakout nyingi. Na ndiyo maana kuna baadhi ya watu wakiwapa wateja products wanakwambia mteja akirudi akisema kwamba product imemletea rashes, yeye anasema kwamba product hii sijui ndio side effect, lakini jaribu kutesti pH ya hiyo product, huenda ikawa ni miongoni mwa sababu kubwa za kukuletea reaction. Therefore, naamini kuanzia hapo ukienda dukani hautakuwa mshamba tena. Kabla hujanunua product, hakikisha una test